Vijana wengi sasa hivi wamepoteza kujituma. Lazima naomba tuelewane kwanza kwenye hilo. Vijana wengi sasa hivi wamepoteza upambanaji, yani kujituma. Asilimia vijana wengi sasa hivi ndo wako hivyo, yani maisha yao. Na vijana hao hao kwenye hayo makundi wameharibika kwa kutaka mafanikio ya rahisi, yani mafanikio mepesi ya haraka haraka, bila kujua kwamba ndani ya hayo mafanikio kuna maumivu, kuna kusubiri na kuna taratibu zake ambazo natakiwa uzipitie, na kila mtu lazima anazipitia hizo taratibu. Unajua kuna mtu sasa hivi anaweza akaona Babu la Bagamoyo anaishi vizuri, ana majumba, ana magari, si umenielewa, ana mabiashara, lakini akiangalia nyuma yake kuna nini? Anaangalia tu kwa sababu Babu la Bagamoyo analala kwenye jeneza. Lakini kwa mambo ambaye anayoyapitia huyo Babu la Bagamoyo, siri kubwa anayejua yeye mwenyewe, ambaye ni nani? Ambaye ni mimi mwenyewe. Mimi napenda kuambia kitu kimoja, vijana, watu wote kwa ujumla, hakunaga maisha rahisi. Hakuna mtu aliyefanikiwa kwa bahati mbaya. Hakuna mafanikio yaliyokuja tu ghafla bila ya process ama procedure. Hakuna mafanikio yasiyokuwa na maumivu. Hakuna mafanikio ambayo yaliyoanza tu kutoka kwenye ukubwa kwenda kwenye ukubwa. Mafanikio yanaanza kwenye udogo, yanaenda kwenye ukubwa. Taratibu taratibu. Unafanikiwaje? Unafanikiwa kwa kile kitu ambacho unachokifanya kwenye kujituma. Haijalishi wewe unajituma nini. Uwe mfanyabiashara, sawa. Uwe mkulima, sawa. Uwe mfugaji, sawa. Uwe mwanasanaa, sawa. So umenielewa? Uwe mvuvi, sawa. Yani unafanikiwa kupitia kile kitu ambacho unachokifanya wewe, ndipo mafanikio unapoyaona. Lakini sasa hivi kijana anakupigia simu, Babu la Bagamoyo, kwanza anakwenda kwenye DM, anakwambia Babu la Bagamoyo, nisaidie, na shida na wewe, nataka kuonana na wewe. Sasa unajiuliza, we utaonanaje na mtu ambaye humjui? Anazungumza nini na wewe? Unapohitaji kutaka mafanikio, kwanza omba ushauri kwa yule mtu, kama utapata nafasi ya mawasiliano yake. Vijana wengi sasa hivi wanakurupuka, wanataka kukujua kabla ya wewe mwenyewe kujitambulisha. Msipende sana maisha ya pupa, maisha ya haraka. Kwa kila maisha ambayo mnayoyaona duniani yana maumivu yake. Usipojituma, usipokuwa na nidhamu, hauwezi kupata mafanikio, hauwezi kupata hela. Kama huna hela, hauwezi kumiliki hela. Ndio maisha yako hivyo. Kama una fedha, huwezi kumiliki fedha. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu hata mama muuza vitumbua, ataenda atanunua mchele, atanunua sukari, atanunua mafuta, atanunua mkaa, atakaa barabarani, atachoma vitumbua ama kwenye baraza ya nyumba yake ama alikopanga. Mwisho wa siku ndipo atakapoanza kuifanya biashara, ili mradi aende kufanikiwa. Atauza vile vitumbua, ndo ataanza kupata pesa. Ataweza kulea watoto, ataweza kusaidia na watu wengine ambao waliomzunguka. Kwa sababu gani? Alijituma. Sasa wewe kijana unakesha kijiweni, unasema tu one day yes nitafanikiwa. Unafanikiwaje? Bila kufanya kazi, bila kufanya biashara. Usipojituma hauwezi kufanikiwa. Hakuna mafanikio yanayokuja tu. Hakuna mafanikio ya bahati mbaya, bahati nasibu, hakunaga hivyo vitu. Lazima ukubali kujituma, kuwa na nidhamu,
kuepukana na matumizi yasiyokuwa ya lazima ili kufikia malengo ama kufikia mafanikio. Unakurupuka, mimi nataka niende kwenye maagano. Maagano gani? Nataka niende kwenye maagano ya kiumbe kisichoonekana, maagano na jini. Utaweza kuingia maagano na jini? Unajua jini anataka nini? Jini hawezi kukusikiliza mwanadamu. Utakachokiomba atakupa, lakini naye pia atakachokiomba atahitaji umpe. Utampa nini? Kama unahitaji kukijua kitabu, kitafute kwanza ukisome. Usipende kukijua kitabu kabla hujakisoma. Haya maisha ni mzunguko, yanaenda yanazunguka. Kila kitu kinachofanyika ni marudio tu. Vitu vyote ambavyo unaviona vinapitia yani kwenye hii dunia ni marudio. Sio wa kwanza wewe kufiwa, sio wa kwanza wewe kulia, sio wa kwanza wewe kutendwa, sio wa kwanza wewe kupoteza hela. Wewe sio wa kwanza. Kuna watu walishataabika zaidi ya wewe. Kuna watu walishapitia magumu zaidi ya wewe. Wewe una vijimambo tu. Kuna watu wamepitia changamoto lakini mpaka leo bado wanaamini watafanikiwa. Nikwambie kitu kimoja, ili ufanikiwe, kuwa mfanyabiashara, kuwa mfanyakazi, jitume. Kisha niambie, Babu la Bagamoyo, mimi nafanya kazi, nafanya biashara, lakini sitoki kwenye ile nafasi kwenda kwenye nafasi nyingine. Tunachotaka sisi ni mafanikio ya maendeleo, kutoka kwenye 1 kwenda kwenye 2, kupanda kwenda mpaka kwenye 3, mpaka kwenye 4, kwenda juu zaidi. Tunataka kuona Tanzania ya wafanyakazi walio wengi, Tanzania ya wafanyabiashara walio wengi, Tanzania ya wapambanaji. Mimi nitaendelea kuwasisitiza kufanya kazi, kufanya biashara. Kwani mimi sijui kama nyinyi mnafanya kazi? Sijui kama nyinyi mnafanya biashara? Na wasisitiza kwa sababu muendelee kufanya kazi, muendelee kufanya biashara. Kwa nini? Njia za mafanikio zipo kupitia hicho ambacho unachokifanya wewe. Kama unaona kuna ugumu ambao unakufanya wewe maisha yako hayaendi vile ambavyo unavyotaka wewe, ni ruksa kuomba nafasi na kupewa nafasi na kuitumia nafasi. Muda bado upo, na muda sio rafiki. Jana yako sio leo. Ikawa jana ulilala njaa, lakini leo umekula umeshiba. Ikawa jana kazini kwako ulikuwa na maudhi, kelo, chuki, masonono, lakini leo una furaha. Ikawa jana ulikuwa unadaiwa kodi, lakini leo mwisho wa siku uko na la. Ogopa sana wewe ndo ukawe tegemezi kwa mtu, alafu huyo mtu anakutegemea kwa huo muda. Yaani wewe ndo ukawe mwokozi wa maisha ya mtu kwa huo muda, alafu yule mtu anakutegemea wewe. Alafu na wewe naye umeshamuaminisha mtu kila kitu kinakaa vizuri jioni ya leo, na yeye naye kamuaminisha mwenzie kila kitu kinakaa vizuri jioni ya leo. Alafu wewe umeferi. Huko nyuma umeferisha watu wangapi? Wengi sana. Huo ndio mfumo wa maisha yako wewe unaoona. Ukifeli wewe umeferisha mkeo, umeferisha watoto wako, umeferisha baba yako, mama yako, ndugu zako kibao ambao walikuwa nyuma, ambao walikuwa wanakutegemea wewe. Umewaferisha pia. Mimi nadhani utakuwa umenielewa vizuri kabisa.